Na mambo vipi mtazamaji wa Bongo Brothers, of course naamini kabisa kwa poa zaidi popote ulipo, usio mimi tu Godi ni Mawanja kaka G. Hii zibana ni news trends kwa siku nzima ya hivi leo. Taarifa kwanza ni kuhusiana na Musa Aboud Jumbe, mtoto aliyekuwa rais wa pili wa serikali ya mapinduzi Zanzibar SMZ. Aboud Jumbe amefariki dunia wakati akiendelea na matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja Zanzibar. Musa ambaye alikuwa mtoto wa mwisho amefariki usiku wa kuamkia Oktoba 21 katika hospitali ya Mnazi Mmoja kutokana na tatizo la kupumua. Kaka marehemu Dr. Aboud Jumbe amethibitisha kifo hicho na kusema maziko yanatarajiwa kufanyika siku ya leo Oktoba 21, 2025 saa 10 kamili jioni katika makaburi ya familia ya Migombani mkoa Mjini Magharibi. Akizungumza na waandishi wa habari, mtoto kaka yake Slayum Mustafa Aboud Jumbe amesema marehemu ameugua kwa muda mrefu, alipelekwa nchini India kwa matibabu kisha kurejeshwa nchini. Amesema siku ya Jumamosi Oktoba 18, 2025 hali yake ilibadilika kutokana na kupata shida ya kupumua, ndipo alipelekwa katika hospitali ya Mnazi Mmoja na kulazwa katika chumba cha mahututi ambapo umauti umemkuta. Mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni iliyopo Kinondoni imemhukumu Fredrick Nsato na wenzake watatu kifungo cha miaka 7 gerezani kila mmoja baada ya kupatikana na hatia kujaribu kumteka mfanyabiashara Deogratius Tarimo. Mbali na Nsato ambaye ni wakala wa mabasi stendi kuu ya mabasi Magufuli Terminal iliyopo Mbezi, na washtakiwa wengine waliohukumiwa kifungo hicho ni Benki Mwakalebela mwenye umri wa miaka 40 ambaye pia ni wakala wa mabasi wa stendi kuu ya Magufuli Terminal, Isaac Mwaifwani mwenye umri wa miaka 29 na Bato Treve mwenye umri wa miaka 32. Pia mahakama hiyo imewachia huru washtakiwa wawili ambao ni Nelson El Musa mwenye umri wa miaka 24 ambaye ni dereva wa taxi na Anita Temba mwenye umri wa miaka 27 baada ya upande wa jamhuri kushindwa kuthibitisha mashtaka dhidi yao. Mwanafunzi wa darasa la 5 katika shule ya msingi Isenegeja iliyopo kata ya Mwisi wilaya Igunga mkoani Tabora, William Emmanuel mwenye umri wa miaka 12 amefariki dunia baada ya kutumbukia kwenye kisima alipokuwa akichota maji. Akizungumzia tukio hilo Jumatatu Oktoba 20, 2025, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Abwao amesema mtoto huyo akiwa na wenzake 7 waliagizwa maji na mwalimu wao katika kisima hicho, ndipo akatumbukia kisimani na kupoteza maisha. Hao watoto walitumwa maji na mwalimu wao na walikuwa kundi la watoto 8. Sasa wakati wanaendelea kuchota maji, mwenzao akatumbukia na kupoteza maisha. Amesema kamanda huyo, amesema tukio hilo limesababisha taharuki kwa wazazi na walezi katika kata hiyo, hali ambayo ilisababisha kuitishwa kikao kilichohusisha vyombo vya usalama, wazazi na walezi na uongozi wa shule, na hatimaye